Lucas. Ujambo? Jambo, sijui wewe waendeleaje? Kwa salama nashukuru. Habari ya safari? Imekuwa nzito lakini tumefika salama, tunashukuru. Sasa leo tulikuwa tunataka kujifunza kuhusu korosho. Hapa ulikuwa unafanya kuangalia minyo yako. Unaweza tuelekeza shambani kwa wapi? Karibu sana kwa sababu shamba yangu ya mikorosho haiko mbali na hapa. Na acha tuende tu moja kwa moja kabla tupoteze wakati. Kwa hivyo karibu sana. Asante. Anyakora mugia jua ngithulo mawan godo sanie ni wasechokwe nasari kuma bende wadwane no kodhi kaki pidhogi dwe chadika tandala dimo nego bediko dhi kawe nasari kae. Lucas, mimi nakujua kwa majina, kuna watu wakujua, unaweza tuanza na introduction. Mimi kwa majina naitwa Lucas Mathole, Assistant Program Manager, Empowering Farmers Foundation Kenya. Mimi tunafanya kazi na wakulima wa mikorosho, na kwa sasa tuko na wakulima 3,500 katika hili eneo la Matsangoni, ambapo tulitaka kuwa empower ili wa improve their livelihoods through agricultural projects. So kwenye hii miradi ya ukulima iko mingi, lakini ile kubwa ambayo tunaizingatia sana ni korosho, ambapo tunasaidia wakulima na mbegu, tunawafundisha jinsi ya kuendeleza kilimo cha mkorosho na mpaka mwisho mambo na mavuno. Halafu pia tunawalink na wanunuzi ambao watakuja tena kununua hizo korosho zao kwa bei nzuri. Asante sana. Kwa hivyo nitaenda tu direct kuonyesha vile hizi mikorosho zina kwa propagated, halafu na hizo nyingine. So korosho mbegu yake inakaa kama hivi mnavyoona, ambapo kabla hujaanza nasari kuna mambo fulani lazima uzingatie. Number 1 ni ile tunaita site selection. So ni utafute mahali ambapo utaweka nasari yako, ambapo ni pawe si chini ya mti, kwa sababu ukiweka chini ya mti zile miche hazitakuwa vile vinavyotakikana. Inataka mahali ambapo kuko open, ambapo jua litakuwa lina uwezo wa kuingia pale. Ukiweka chini ya mti itakuwa na madhara fulani. Kwa hivyo unatafuta mahali kwenye pako wazi. Number 2, security ya pale mahali. Ni mahali ambapo kutakuwa na security mzuri, ili ukiweka ile miche yako ya 100% kwamba haitakuwa iko na shida. Number 3 ni mahali ambapo ni rahisi kuingia, wazungu wanasema ni easily accessible. So ni mahali ambapo kuingia na kutoka inakuwa rahisi na mambo mengineyo. So kabla weka hizi kwa mchanga, ni lazima uzingatie kama zina uwezo wa kumea ama hazina uwezo wa kumea. Ile tunaita viability Kiingereza, whereby ni lazima uzisoku kwa maji. Hivyo utakuja utafanya nini? Hii inaitwa floating process. So zile ambazo zitakuwa zimeenda kule chini peke yake ndizo ziko na uwezo wa kumea. Ukishamaliza kujua sasa kwamba hizi zina uwezo wa kumea, hizo peke yake ndio utakazoziweka. Kwa hivyo utakuja, kuna process ambayo utakuja utatengeneza your planting media, ambapo hizi potting bags zenye huwa tunatumia ili kuweka hizo nini. Utakuja utachukua hizo mifuko, utachanganya mbolea yako na mchanga, alafu utajaza hiyo
kabla uweke utaimwagia maji kwanza. Sawa. Utaimwagia maji na uhakikishe hiyo maji imeingia vizuri. Sawa. Iwe absorbed vizuri. Alafu baadaye unakuja tu na kijiti namna hii. Kuidunga na kijiti hivyo ni? Unaweza kutumia kidole ama kijiti. Tunasema kijiti kwa sababu sometimes mchanga unaweza kuwa uko na chupa ama miba za kudunga. So ukitumia hii inakuwa iko vizuri zaidi. Sawa. Alafu utakuja unaiweka hivyo. Lazima uiweke hivi. Yeah. Mbona huwezi weka kama imelala hivi? Ikilala hapa kuna ile tunaita plumule na radical. Sawa. So ukiweka juu ile shoot itaenda juu, ndio ile nini itamea. Alafu ile mizizi radical itakuja huko chini. So ukiweka hivi itakuja tena itabenda, alafu itanini, alafu itakuwa kombo. So unaiweka hivi ili hii kitoka iende juu, hii nyingine ifanye nini, irudi chini. Tuko pamoja? Kwa hivyo wakati unataka kuzipanga sasa, unazipanga kulingana na ile idadi unayotaka. Kwa mfano kama sisi hapa tulikuwa tumezipanga 200. Ni sawa kwa boksi za 200. So unaweza jua kuanzia pale mpaka kule ni 10, ukajua ile miche yako ni mingapi. So after umezipanda hivyo, unazipanga kama hivyo, alafu unachukua manyasi kama mulch, unazifunika. Umuhimu wake ni kwamba hii unaweka kama wiki 2, wiki 3 zitakuwa zishaanza kufanya nini, kuota. Yeah. So utakuja utaweka zile manyasi hapo juu hivyo, ili reduce the rate of evaporation. Yeah. Ili moisture isipotee. So after 2 to 3 weeks itakuwa zishaanza kujaminate na zinaendelea vizuri. So mulching inaweza wekwa hapo for 2 weeks. Yeah, for 2 weeks. Zikishakuwa zimeshoot utoe, kwa sababu ukiziacha hapo zile shoots zitakuwa disturbed kwa sababu ya hii manyasi. So unatoa, inabakia vile, alafu inaendelea. Lucas, uko umesema after mulching pale tunachukua 2 weeks. 2 to 3 weeks. Ndio zinaendelea sasa kumea. Sawa. Ushazipanga vizuri kwenye boxes zako vizuri. So hapo kwa hiyo nursery kuna shughuli ama activities ambazo nizifanyike. Kuna zile za day to day, kuna zile zinafanyika routinely, mambo kama hayo. So kuna mambo ya kama umwagaji maji, watering. Sawa. Hiyo wakati wa mwanzo depending on the weather condition ina determine the number of times ambazo unastahili kumwaga maji. So kuna wakati kama jua ni kali sana itabidi umwage asubuhi na jioni. Sawa. Alafu wakati kama kuna mvua ama kuna mawingu na mwagia mara moja. So ina depend na vile venye itakuwa kimwagia maji. Yeah, kuko. So hiyo ni ya kwanza. Ya pili, kwa sababu kuna maji yanamwagwa kila siku, na ule mchanga ulikuwa pengine uko na mbegu za manyasi nini, manyasi yataanza kuota pia kwa hizi potting bags. Unaona? So ni lazima iwe inafanya nini, inachunwa ama kutolewa kwenye hizi potting bags. Kwa mfano kama hii pakiti yenye nimeshika, utapata iko na manyasi. So unatoa hivyo. Alafu another management activity ni ama practice. Kuna wakati kwa sababu tunazimwagia maji pale chini kuna loweka. Alafu with time as they grow ile mizizi itaenda chini, kwa sababu chakula hapa kwa hii potting bag itakuwa imeisha. So the seedling itakuwa forced itafute chakula, na chakula kinapatikana kwa mchanga. Therefore itatoboa ile pakiti na itaingia huko ndani. So ni lazima tufanye kitu inaita
uplifting, ile kuangalia kila saa kama kuzingoa na pakiti zake, kuangalia kama imeingia ndani ama haijaingia ndani. Tukifanya hivyo tunasaidia ule wakati tunakuja tunachukua sasa kupeleka main field isikatike mizizi. Haya, ageno ni Lucas ne jogo masamoro Kiswahili nyabedo no bago matin yena uru mondo ateme loko mana matin kaka en wuon puonj mana wuon ayudo kanyo. Onyiso ni sama waketo kodhi e pi, nyaka waket kodhi e pi moang'eni mane minya pidhi to mage ma ok nya pidhi. Onyiso ni kiketo gi e pi nitie moko mabro dhi piny, mago waluongo ni sinkers. To nitie moko mabro bedo bende gin yawe wi pi kae, mago waluongo ni floaters. Koro gimitimo en ni golo floaters iketo thenge, sinkers ka emiting'o. To kwase agi sinkers ka wabiro gi gimiluongo ni potting bag. E potting bag kae nyaki bed ni en low mon gi manyua. Koro gimatimore ni ibro olo ne pi matin ai titiyo gi yien titucho diere ei potting bag kanyo. Samise tucho dier potting bag kanyo nitie kaka kodhi cha bende onego bed ni timang'owa ipidhe. Gimomi ipidhe kamano ni en nikech shooters ka onego bed ni biro malo ai to madhi piny ka mizizi ka onego bed ni dhi piny. Ai to bang'e onyiso ni ka gine pot kanyo potting bag kanyo gikao jumbe ariyo mano 2 weeks titimo negi ma kisungu dendo ni mulching. Ikao lum mosetwo tiumo gi ka gibet kanyo jumbe ariyo. Bang' jumbe ariyo ikelo gi kae. Kisekelo gi kae gima gitimo kae thothne en ni ng'iyo ni to kodhi mano apidho cha odongo nang'o. Ing'iyo ka nitie tuoche ma bende samoro nitie, ka nitie no wuoye tuoche aina ariyo gi igolo gi thenge. Mar adek be gimochako nyiso en niya samoro nafas mar potting bag no bedo negi matin, manyiso ni nyaka ging'i kinde duto ka dipo ni kodhi ni oti ma odonje low. Ai to bang'e ochako nyiso ni kwasetieko mano kae gidhi kawo dweche 2 kata 3, manyiso ni bang' dwechegi wanya timo negi ma kisungu dendo ni transplanting kata wanya dhi ma wapidhgi. Kamano Lucas, sema ru. Koro wacho kamano wadwa kawo achiel kuom kodhi ma bende nitie ka mose kawo dweche 2 kata 3 mondo wadhi wapidhi. Wadhi warom gi Matthew Jilani ma en achiel kuom jogo ma bende osebedo ka konyo grube mopogore ka miyo gi tiegruok. Majina naitwa Matthew Jilani, nafanya kazi na shirika la Empowering Farmers Foundation. Ukiangalia hapo nyuma wakulima miaka ya 1970s 80s zao la korosho lilikuwa linafanya vizuri sana. Mababu zetu walikuwa kuna pesa, walikuwa wakiuza korosho, ilikuwa ina pesa nyingi sana. Lakini kukaingia changamoto hapo kuanzia 90s. Kuna mambo mengi ambayo yaliwakumba wakulima, lakini sasa tuko na matumaini mapya kwa sababu kuna mashirika mengi ambayo yanafanya juhudi ili zao la korosho liweze kurudi. Manake kama hapa pwani ukiangalia mnazi na korosho ndio cash crop zetu hapa. Kwa hivyo sisi kama shirika tuna empower wakulima kwa kuwapatia miche, tunawafundisha jinsi ya kupanda mikorosho, jinsi ya kuitunza, jinsi ya kuvuna, na pia tukawasaidia wakaform cooperative ambayo inaitwa Mibubo Cooperative, ambayo wanafanya aggregation na wanapeleka korosho kwa soko. Kama hii tuseme iko na miaka 2 sahihi, na
Utofauti wake, hii ilizaa ikiwa na mwaka 1.5. Ndo nilianza kuokotokota korosho. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Machiegni janeno marwe kidieny mar ariyo kaka wuon adwa na par ni antie Kilifi North kamoro ni Chumani. Odiochieng' ma kawuono wapuonjore kit pith mar korosho kata kihero cashew nut. Gima dwa timo e kidieny mar ariyo ni wadwa ng'eyo niya varieties mage ma joma antie Kilifi kae pidho, tang'o miyo gin giwegi giyiero kit variety ma gin giwegi gipidho kae. Lucas, ningependa utueleze variety gani ambazo wewe kama expert ama tunamuita jatala mmepanda? Okay, hii variety ambayo tunaipromote kama EFF inaitwa polyclonal. Polyclonal ni mbegu ambayo ni nzuri na tulipata kule na Liandele, Tanzania. Na kwa sababu Tanzania ni nchi ambayo iko mbele na mambo ya mikorosho, ndio maana tukatafuta ushauri kutoka kwao na wakatuambia hii mbegu ni bora kushinda zile mbegu zingine zote. Kwa hivyo utakuta hii mbegu iko na qualities mzuri ama faida nzuri kuliko zile mbegu zingine. Number 1, it's early maturing. Kumaanisha miaka 2-3 tayari hiyo ishaanza kutoa mazao kama mnavyoona hapa. Alafu pili, inastahimili kiangazi. Halafu namba 3, korosho zake ni kubwa kuliko zile ambazo tulikuwa tumezizoea ama zile za kienyeji. Halafu pia ile production lifespan yake ni ndefu kushinda zile varieties zingine ama zile watu wanaita grafted. Hii yetu haihitaji grafting kwa sababu ni moja kwa moja. Yeah. Sasa span yake? Lifespan yake ni kama kuanzia mwaka 1 mpaka miaka 60. Ina uwezo wa kukupa mazao. Na hicho kidude? Hiki kidude kinaitwa sekatua. It's one of the tools ambazo kama expert ni lazima uwe nacho kwa mkoba wako. Kwa sababu kuna ile tunaita desuckering. Sawa, desuckering ni mti venye jinsi unavomea unatoa matawi huko chini ambayo hayana umuhimu. Kwa hivyo unakuja unafanya nini? Unazitoa, unakata namna hii ili ule mti uwe katika mazingira safi, kusiwe na vuguvugu hapo ndani, ili wadudu wakaja wakafanya nini? Wakahibernate pale na wakaleta madhara. Kwa hivyo mmea wa mkorosho ukiwa unapruniwa vizuri, unasafishwa vizuri, utapata hewa inaingia vizuri na kutoka. Kumaanisha zile process zote za mmea zitakuwa zinaendelea vizuri. Karibu sana, hapa ni kwa mkulima. Mkulima atakutambulisha jina lake. Alafu kama utakuwa na maswali yoyote, huyu ni kati ya wale wakulima ambao tuliwasaidia na mafundisho na mbegu, na tunaendelea kushirikiana naye vizuri. Kwa hivyo karibu, atakujulisha jina lake, alafu mtaendelea kufikia hapo. Asante. Habari yako mama? Unaweza tuambia jina yako? Na wewe kama mkulima, hii ni biashara ambayo umeifanya kwa muda unaotoshanaje? Kwa majina yangu naitwa Lucy Juma Kazungu, nikiwa mimi ni mkulima wa mikorosho. Na hii mikorosho, hili shirika lilikuja mwaka wa 2001, wakatupatia mafunzo, wakatufunza, wakatuelimisha. Alafu baadaye tulipoingia 2002 wakatuletea miche, ndio tukaanza kupanda. Tofauti kati ya hii miche ambao waliowapea na hiyo ya kitambo ni gani? Tofauti yake, hii
miche yani iko haraka. Yani tulipopanda kama hii tuseme iko na miaka miwili sahihi, na utofauti wake hii ilizaa ikiwa na mwaka 1.5 ndo nilianza kuokotokota korosho. Sasa hivi imeingia miaka 2 naokota. Kwa hivyo tofauti yake hii ya kitambo huwa inachukua kama miaka 5-6 ndo uanze kuokota korosho, lakini hii tofauti yake ni vile kule kupanda mwaka wa 2002 tulipoingia 2003. Sasa hiyo mwaka 1.5 yategemea bidii yako vile utakavyoipatia chakula pale chini. Kwa sababu kuna wengine tulipanda pamoja na bado haijazaa, lakini ategemea na vile utakavyoipatia chakula pale chini. Uwe na bidii ya maji halafu na mbolea. Sasa ile mbolea na yale maji ndio huwa ya kuwa haraka. Ndio hivyo. Kumaanisha siti zote zina ni vile utakavyoichukulia. Sasa ikipata chakula cha kutosha pale ndio huwa yaza haraka. Kawatea ipuodho nengo bedni wadhi kanya wach ni ng'ato osedhi mokayo njugu, kit njugu mabende kawuono wawuoye kit njugu mar korosho kata kiero cashew nut. Wadwa ni wakaw thuolo ni mondo wachope processing area kuma wabro neno kaka gitimone gi packaging kaka iloko gi ka gi e puodho kae nyaka sama ini wuon kaka janeno kata jalno mabende bro ng'iew gi e chiro idhi neno kaka gintie. Wadhiuru. Sana. Salamu. Niko fiti. Sasa tuambie jina yako. John. John Shome. Yeah. Nini hasa unafanya hapa leo? Okay, hii ni process ya kushell. So it's shelling. So here tuna shell korosho tunazipeel. This is how we do it. So na make sure inaingiana na hapa hivi vizuri. Okay. Korosho kitolewa hii, ikipiliwa hii, kisheliwa, inapelekwa kwa dry. Okay. So, korosho kiletwa hapa hivi, it's according to venye unataka. Kama yani zinapangwa kuanzia chini kuja juu. Kumaanisha kama ni kutoka, kuzitoa, unaanza kutoa kuanzia chini. Hivyo ukizipanga. Unaziacha like for labda 1 day. Ama run to the whole night and day. Ndio zikuwe tu vizuri, zimekauka vizuri. After zikitolewa hapa, inapelekwa kwa ile bench pale hivyo for the peeling. Sasa here is the peeling process. Hapa hizi maganda zenye zikauta ndo zatolewa. Ndio maana hiki sipo. Exactly. Onyiswanika isegolo kit njugu ni dryer ikele kama chal kamae. Kae bende watimo gima waluongo ni peeling kata golo poti
Kaito bangi kwa siti kwa nikech nyiso ni bende nitie kaka gitimo ne gi grading kaluwore gi kit rangi mar cashew nut kata korosho. Nitie moko marochere kabisa to nitie moko mabende ok gin rochere. Kaito sizes bende owacho ni nyaka ng'ato ng'i kapok otimo ne gi grading. Koro githuolo be wantiere godo ni wadwa ni wadhi mondo wane kaka gitimo grading. Aito be kwachopo e chiro bende wang'e kaka gigo bei kata pricing magin giwegi ka jogo matimo processing mar cashew nut gitimo. Jimmy stende tuone hiyo kuna sema grading na Okay. Sasa hapa ndio duka iko. Okay. Okay, sasa Iwinjo gimomiyo nyiso wani kit bech njugu ni bedo malo kaluwore gi nutritional value kata benefits mabende yudore ng'ato kotiyo gi cashew nut. Achiel kuom gigo mabende ng'ato nyalo yudo kochamo kata kotiyo gi njugu mar cashew nut en niya, giwacho ni en high in fiber. Manyiso ni kopogore gi fiber bende inyisowa maber ni jok mabende samoro nigi dalili mar bedo gi tuo mar stroke. Inyisowa ni mondo wati gi kit njuguni. To gi jogo mabende samoro nigi tuo aina mag diabetes. Iwacho ni njuguni, kit njuguni ber gi ji aina no. In kaka japur to samoro diher ni mondo walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kati nyalo oronwa ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa ma en 236000. To nikech sani piny olony, wawacho ni piny odhi digital. Inyalo yudowa e mbui kitiyuda e page na mar Facebook ma en Lorino Mondi, kati nyalo yuda e TikTok gi nying mar Alori Nyaka Black. Page bende wan godo mar TikTok miluongo ni Purgiohala. Ka ruoth oyie, wachak warom juma manyinyi. Namora kaw thuolo mag goni erokamano, in jalno mikaw thuolo ni mineno chenro ni chakre no ataye nyaka sani wachopo giko. Ka ruoth oyie, wachak warom juma manyinyi. Oriti Masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Purgiohala, donji e viewsasa.com.